Uhari gani mpenzi mtazamaji, kwa majina yangu naitwa Miriam Chirwa Edward, lakini siku hizi mimi najiita Michi Dada the Boss. Kirefu chake ni kirefu cha Michi ni Miriam Chirwa Dada, inatambulisha jinsi yangu the Boss hivyo. Kwa hiyo nakupenda sana mpenzi mtazamaji, karibu tuendelee sehemu yetu ya pili tulipoishia. Nimesahau kwamba mimi sio mtangazaji. Hebu kajisahau kama mimi naojua. Michi the Boss. Yeah. Kasema natirika na mimi najua. Hongera sana. Asante. Miriam, nakumbuka wiki iliyopita tulifika mbali, baadaye ukaturejesha kuhusiana. Mwanzo ulikuwa ni mtu, ulikuwa huoni, ulikuwa una uwezo wa kuona, lakini baadaye Mungu akakuwezesha. Sasa unaona, kwa sababu hata hapo umekuja mwenyewe, na bila shaka nimetembea na wewe mara 2 mara 5, unatembea mwenyewe. Kwa hiyo nikataka kujua sasa kama ulikuwa kwa kipindi kirefu, kwa miaka mingapi? 17? Tangu 2007 mpaka 2025. Tuseme kwa miaka mingapi ambapo miaka 19. 19. Yeah. Ulikuwa uoni kabisa. Yani ambayo nimeanza kuona, lakini ni miaka 7 ambayo nimekaa bila kuona. Miaka 7. Yeah, kwanza nazaliwa mpaka nafika miaka 7. Hebu tupe sasa, tuanzie hapo. Maana najua tulifika mbali kweli. Hebu tuanzie hapo kwanza. Ilikuwaje? Nilipelekwa CBRT. Nakumbuka wakati wananipeleka, babangu aliniambia kwamba nilipofika macho yangu yalikuwa yanacheza mno, kwa vipimo vikawa vinasumbua madaktari wakawa. Kabla ya hapo babako alikuwa na alijua, alipata matumaini ya wewe kuja kuona siku moja kwa kuangaika ni tu imani ya mzazi kwamba na mimi ngoje nijaribu, nimuombe Mungu mwanangu atafanikiwa. Alishaenda kwenye maombi na nini kuombea kwa ajili ya hilo? Yeah, kwenye maombi alienda, lakini tukaamua kuingia huko hospitali 2003 CBRT wakasema haiwezekani. Yeah, walisema haiwezekani kwa sababu ya vipimo. Imefika 2005 nikapelekwa tena. Daktari mmoja anaitwa Dr. Bowman. Niwe daktari mpaka leo namtafuta. Dr. nani? Bowman. Yes. Ulifahamu kwa jina moja tu? Yaani mfahamu kwa jina moja. Nikaingia pia mtandaoni nikakuta historia yake na nini, lakini sijawahi kupata mawasiliano yake. Jamani, Dr. Bowman alikuwa CBRT Yeah, alikuwa CBRT, akarudi kwa Ujerumani. Ni Mjerumani, okay. Kwa hiyo nimefika pale, yule daktari akaniangalia akaambia, baba, mimi ni daktari nafanya yangu na Mungu naye anafanya yake. Nipeni huyu mtoto. Sasa madaktari wakawa wanashangaa, "Huyu vipimo wasema hamna, nipeni." Kipindi hicho baba kanitungia wimbo wa Mseme Yesu watu wamuone wapone, afu mimi mwenyewe ninayeimba hata sielewi hatima yangu. Basi kwa hiyo Mungu akajalia nikaingia theater, operation ya kwanza, jicho la kwanza. Mungu akajalia nikaona, japo operation yangu ilikuwa kubwa sana kwa sababu ilikuwa ni ya kuzibua mishipa ya macho na kutoa mtoto wa jicho, yani mambo yalikuwa ni mengi. Lakini nilifanikiwa operation ya kwanza, nikakaa baada ya miezi kadhaa nikaingia operation ya pili. Sasa hapo ndo safari yangu ya kuanza kutembea mwenyewe na kuona ikaja, japo haikufanikiwa kwa 1% kubwa sana. Kutokana pia nilizaliwa na pressure ya macho, so hiyo pia ilichangia mimi lakini nawashukuru madaktari walioshirikiana na Dr. Bowman, walifanikiwa. Ulikuwa na pressure ya macho? Ninayo mpaka sasa. Mpaka sasa. Okay. Nataka nipate picha siku ambayo unaona kwa mara ya kwanza. Kwanza wewe mwenyewe ulikuwa unajipa matumaini kwamba ipo siku nitaona kabla? Kiukweli sikumbuki. Nipe picha ulikuwa unaipata kuhusu dunia. Sikuwahi kupata picha ya dunia, ila tu mtu ambaye nilikuwa katika fikra hapana, lakini mtu ambaye nilikuwa nikikaa watu wao wananizungumzia yukoje, ni babangu na mamangu. Mamako ana rangi, mamako ana, kwani mamako sio Mtanzania hivyo? Nikajua kumbe wa Tanzania na mataifa mengine mnatofautiana vipua kidogo. Eti vipua. Na tasura. Kwa hiyo mpaka nakuja kuona mtu ambaye nilikuwa nina picha yake kichwani ni mama. Picha ambayo ilikuwa kichwani. Kutokana na maelezo ya watu wanavyomuelezea. Na baba ulipata picha kwa sababu? Baba nilikuwa sipati picha, lakini baba mpaka leo hata nipoteze fahamu nikiamka usingizini, ukiniletea babangu na baba wa mtu mwingine, babangu nina uwezo wa kumgundua kupitia mikono tu. Mpaka leo. Kwa sababu ni mtu ambaye
amesense muda mrefu. Okay. Sasa baada ya kuona ile wow, ile surprise, aha, dunia ndivyo ilivyo, ilikuwaje? Natamani kufahamu. Tuhamishe kwenye ulimwengu mwingine ili tuone ile surprise uko umepata. Mtundu vibaya mno. Nilikuwa mtundu vibaya mno. Mtundu kivipi mimi? Nilikuwa naumia kila siku. Unaumia? Nataka nijaribu kwenye mti, nataka nijaribu kupanda. Yaani nilikuwa eka. Nilikuwa eka. Mama wangu alikuwa ni wakosema acha kila siku. Acha. Unatamani ushike hiki? Yaani nilikuwa mtundu vibaya mno na nilikuwa mdadisi vibaya mno. Unataka bado ujifunze vitu kwa mara moja ambavyo ulikuwa vifahamu. Hatari. Kwamba gari linaundwaje? Yaani na sasa Mungu alivyo ajabu. Umeona mtu ambaye haoni kabisa, ana uwezo wa kukukariri wewe mpaka hatua zako. Anakukariri. Mimi kuna watu ambao walikuwa akitembea najua huyu ni fulani na sikosei. Yaani hata kama hajaongea zile hatua zake tu. Hata mlio wa gari najua hii ni gari ya fulani. I swear. Hivyo yani. Gari ya fulani. Na sauti ndo kabisa? Ukimsikiliza Obedi ulikuwa unajua huyo ni Obedi. Mimi hata nimeanza kunoti sauti yako before tujaonana. Yaani kwenye ile neno la busara neno la busara. Kwa hiyo nimeanza kupata sauti yako hata tujaonana. Ulikuwa mfuatiliaji wangu mzuri kuliko simulizi. Na ndo stare yangu simulizi. Baada hapo sasa, baada kufanya operation na ukaanza kuona, niambie nini kilichoendelea, kwa maana kwamba sasa mabadiliko yalianza kuyapata sasa. Nikaenda mpaka 2007 jicho moja likasumbua. Kwa nilianza moja. Nilifanya yote mawili kabisa kwa walifaulu yote mawili japo si kwa mara moja, lakini ni kwa mwaka huo. 2007 jicho moja likasumbua, nikarudishwa tena operation. Wanasema ni pressure ya macho ilikuwa inanani, kwa hiyo nikarudishwa operation. Nilivyorudishwa operation ikaenda nikarudi 2000 na wakati huo bado nafanya huduma na naendelea na shule na nini. Lakini 2023 nikapata tena shida ya macho. Kwa hiyo yakaanza kufifia, moja likaanza kufifia, nafika hospitali naambiwa limekufa kabisa. Kwamba uwezekano wa kuona tena haupo. Ilikuwa nifanyie operation lakini hapana, operation ya 4. Ilikuwa ya 4. Kwa hiyo kwa kweli kaniwia nikaenda na tulikuwa tushafanya taratibu zote, lakini ilikuwa riski sana. Ilikuwa nikiingia kwa sababu wanasema macho yangu ni madogo mno. Kwa hiyo nikiingia kuna mawili watafaulu, lakini wakati wa kutoa lile jicho kulihamisha inaweza ikatokea bahati mbaya likapasuka. So likipasuka nijiandae kuwekewa la bandia. Au kutokana na ile kwamba nitakaa sita muda mrefu na nini, inaweza ikaniriski maisha. Kwa operation yangu wakati naenda hospitali walinieleza, lakini wakaona hapana, walimuita hadi baba, wakaita wazazi katika mazungumzo. Baadaye ikaamuliwa, nilikuwa tumeshaanza taratibu za malipo. Baadaye ikaamuliwa sasa inabidi nitumie dawa mpaka maisha yangu yote, kwa sababu hata nikisema niingie kule kwa sababu ni riski. Kweli itakuwa ni ngumu. Hicho tu ndio kinachoniumiza kichwa mpaka na leo. Yaani kwa maana kwamba unaogopa kuingia kule kwa sababu ulishatahadharishwa kwamba itakuwa ni risk. Naogopa, yani inaniumiza kwamba nimepoteza jicho moja. Moja. Ambapo mwanzo ilikuwa yote yanaona, sasa baada ya operation za mwanzo, baadaye kutokana na hiyo pressure ya macho, moja limeleta shida. Moja linaona. Inaona lakini sio sana. Sio sana. Na kwa hiyo haijafikia hatua ya kutaka kupata usaidizi wa kutumia fimbo. Haijafikia hiyo hatua. Anatumia dawa na dozi yake ni parefu. Kila mwezi ni mshahara wa dada wa kazi. Kila mwezi? Dozi yake. Mshahara wa dada wa kazi 50. Kila mwezi. Na hiyo uliambiwa ni maisha yako yote. Na umekuwa na msaada gani ambao unasababisha? Ni wazazi peke yake au kuna mashirika ambayo yamejitokeza ambao umefanya kazi kwa karibu? Hapana, ni wazazi wangu wanafanya.
Yeah. Ni wazazi wako? Okay. Hebu nipe sasa, tutoke huko baada ya kufanikisha, na sasa unaona kilichoendelea baadaye katika maisha yako, baada shughuli zako ambazo umeendelea, bado unaendelea kuwa chini ya wazazi katika uimbaji? Mimi bado naendelea mpaka leo bado niko chini ya wazazi. Bado uko chini ya wazazi. Mungu akijalia akinipa mume ambaye anapenda huduma kwa kweli, atakuja kumpokea baba. Umeshafikia tu kuanza kuwa na mume? Maana leo umezungumzia mume. Ila natamani awe mpendwa kwa sababu akiwa nje atanisumbua. Awe mpendwa. Kwa sababu unaona kufikiria hivyo kwa sababu ya umri wako. Akiwa nje wanakuja wengi. Wanakuja? Lakini akiwa nje atanisumbua. Wanje atakusumbua. Pia hata akiwa mpendwa naangalia, je, huyu anakuja anampenda Miriam au anakuja tu? Maana kuna mwingine ukiwa naye anakuambia mimi nimeoa wewe, sijaoa uimbaji wako. Kwa nini unasema hivyo? Shatokea, ushasikia? Nishasikia. Na nimefanya utafiti. Ndio. Watu wengi wa sanaa, iwe muimbaji iwe nini, wengi wanakufa kutokana na ndoa. Yaani akishaingia kwenye ndoa tu, habari yake inakuwa imeishia. Unadhani sababu ni nini? Sababu tu inakuwa ni uelewa wa mtu mwenyewe, wewe anaenda kuishi naye. Pia yani unapoamua kuwa na mtu, kwa mfano unapoamua kuolewa na mchungaji, ukubali tu kwamba sasa mimi kuna majukumu natakiwa nimsaidie. Mimi binafsi yangu siwezi kuwa mama mchungaji na nalijua hilo. Kwa nini unasema alijua hilo? Huwezi kuwa mama mchungaji. Sasa litokeza pastor. Kwa sababu mchungaji akaamua. Kwa sababu wana majukumu mengi na muda kana familia ni mdogo. Okay. Na unahitaji mtu ambaye mtakuwa naye karibu kwa muda. Tutakuwa naye karibu, tutakaa kuangalia familia pamoja. Kwa hiyo nayo kwangu imekuwa ni changamoto. Okay. Na umeendelea kumuomba Mungu sana. Kwa kweli, na afu na wanaokuja ni hao. Na wanaokuja hao, lakini mimi namuomba Mungu hamna. Mimi binafsi yangu, unajua unapoamua kuwa mama mchungaji, kuna mke wa mchungaji alafu kuna mama mchungaji. Kuna mke wa mchungaji na mama mchungaji. Tofauti yake ni nini? Mke wa mchungaji ni yule ambaye anafanya tu shughuli zake za nyumbani kama mama, lakini kwenye mambo ya kiroho yeye hahusiki. Anamwachia mchungaji mwenyewe. Ila mama mchungaji yeye ana play part zote pamoja na kwa waumini. Alafu anatakiwa asiwe mwepesi wa hasira na nini, asiwe. Mimi kiukweli nimejipima mizani yangu. Mene tekeli na pelesi. Kwa hiyo hapo kwa kweli nimeandika mene tekeli na pelesi. Mene tekeli na pelesi. Kwa nini usimwachie Mungu mwenyewe afanye? Akikuletea amepima na kifua chako na uwezo wako, usianze kuchagua wewe kwa kipimo chako. Hata kama wewe unapima. Mungu hatafutii mtu mume au mke, ila Mungu anakuongoza namna ya kupata. Mungu hatafutii mtu mume au mke. Anakuongoza namna ya kupata. Anakuongoza. So kuna wakati mwingine unaweza ukasema mtu mwingine mnakuwa sahihi kabisa, mnaendana kila kitu, lakini Mungu akiwatazama anaona hawa hawafiki mbali, anaamua kuwatenganisha. Kwa hiyo pia nimejifunza hata katika matengano watu wasilaumu Mungu, mimi amna. Shukuru, maana huko mbele ungekutana na bomu la nyuklia.